Wewe kuna vinchi kama Kikuwait, kinchi kidogo kile, lizama makampuni na mashirika yaliyojaa kule, na kila kipindi utasikia tunataka kufanya kazi 300 ili hata wengine wafanye kazi Dubai, kanchi kadogo. Sasa hii Tanzania ina mapori chungu mzima, tunashindwa kuleta watu wakafungua makampuni makubwa, wakafungua mashirika makubwa, vijana wetu wakapata ajira. Maneno yanazungumza kwa sababu hao vijana kuzagaa mtaani hawana kazi hawa. Hili ni zaidi ya nyuklia. Masikio yetu tumsikilize, serikali ikae na watu wake liangalie kwamba shekhe huyu anakusudia iliangalie hii, na hasa vijana wakikaa, baba yake kauza mashamba ili mwanawe asome apate choki degree, anamaliza afya, anamaliza unesi kusomea, anamaliza ualimu, anamaliza sifani gani, anakuja kukaa benchi. Alafu akimtizama mtoto wa mheshimiwa kule, yeye ndo katibu mkuu, yeye ndo waziri, yule nani huyu kajamba nani, yeye kakao, mtoto wa mkulima na mfugaji. Hili ni zaidi ya bomu, tuyaangalie. Sasa nyika kazi yenu kugeuza tu, yule ni mtu wa siasa, shauri yenu. Hili somo, vijana hawana ajira. Wangekuwa na kazi za kuwashughulisha hao alfajiri mpaka saa 3 za usiku, wako kiwandani wanabeba saruji huko, wanachimba mitaro, wasingetoka siku hiyo. Na akirudi kijana yuko wapi? Tabani, anajitupa huko. Tufanye cabinet ikae, Tanganyika ina mapori wale hajatumika, waitwe. Tuache ile kuwekeza mtu mmoja mmoja tu. Wewe weka usafiri wa mabasi, si tumempa fulani. Kila mmoja ana haki, baadaye ana uwezo kaika. Wewe kuna vinchi kama Kikuwait, kinchi kidogo kile, lizama makampuni na mashirika yaliyojaa kule, na kila kipindi utasikia tunataka kufanya kazi 300 waende kule, watu wafanye kazi hivi. Dubai ile kanchi kadogo tu. Sasa hii Tanzania ina mapori chungu mzima, tunashindwa kuleta watu wakafungua makampuni makubwa, wakafungua mashirika makubwa, vijana wetu wakapata ajira. Kwa sababu hao vijana kuzagaa mtaani hawana kazi hawa. Hili ni zaidi ya nyuklia. Serikali ikae na watu wake iliangalie hili, na hasa vijana wakikaa, baba yake kauza mashamba ili mwanawe asome apate choki degree, anamaliza afya, anamaliza unesi kusomea, anamaliza ualimu, anamaliza sifani gani, anakuja kukaa benchi. Alafu akimtizama mtoto wa mheshimiwa kule, yeye ndo katibu mkuu, yeye ndo waziri, yule nani huyu kajamba nani, yeye kakao, mtoto wa mkulima na mfugaji. Hili ni zaidi ya bomu, tuyaangalie. Sasa nyika kazi yenu kugeuza tu, yule ni mtu wa siasa, shauri yenu. Hili somo, vijana hawana ajira. Wangekuwa na kazi za kuwashughulisha hao alfajiri mpaka saa 3 za usiku, wako kiwandani wanabeba saruji huko, wanachimba mitaro, wasingetoka siku hiyo. Na akirudi kijana yuko wapi? Tabani, anajitupa huko. Tufanye cabinet ikae, Tanganyika ina mapori wale hajatumika, waitwe. Tuache ile kuwekeza mtu mmoja mmoja tu. Wewe weka usafiri wa mabasi, si tumempa fulani. Kila mmoja ana haki, baadaye ana uwezo kaika mtu mmoja. Wewe Allah anasema inna lisana la yatgha an raahu istaghna. Mwanadamu ana kawaida ya kupanda jeuri na kibri anapoona kajitosha. Wewe utampa mtu mmoja eti alete mchele peke yake, usu unampa kibri. Kila mwenye uwezo wa kuingiza mchele chini aingize. Kila mwenye uwezo, maadamu atuletee chakula safi na salama, tunachoka sisi afueni. Na kila mwenye uwezo wa kufungua viwanda hata 100 apewe nafasi hiyo. Tuondokane na ile share yangu ngapi, share tuachane nayo, waingize watu bila ni hili ndio litatukomboa si vijana wetu hapa. Utakuwa na taasisi nyingi, viwanda vitakuwa vikubwa sana, watu wataajiriwa, kiwanda kitaweza kujengwa kikaajiri watu 3000, kuna makampuni ya uvuvi, mameli ya uvuvi yakaingizwa. Tuache zile tamaa zile kwamba kila kitu mimi nisimamie, kila kitu mimi, anania ule umimi, mimi sekta hii ya nani, mimi sekta hii ya fulani. Waachane hiyo. Kuna watu 100 wanaweza kuleta kuingiza viwanda hapa waiti. Kuna watu 100 wakaleta makampuni ya kuvua hapa, mameli ya uvuvi, wapewe nafasi tena bila ya mashuruti kwamba lazima share yangu fulani ni. Tuondokane nayo haya. Wallahu a'lam. Sasa ndugu zangu Waislamu